Watu wengi wapo bize, lakini wachache ambao wanajua undani wa ubize wao. Kwa sababu usipojua ubize wako, huwezi ukajua matokeo yako ya kuwa bize kwenye maisha yako. Leo nataka nifundishe au nielezee moja kwa moja kwa vitu ambavyo vitakuwezesha wewe kuanza upya. Ni kivipi unaweza kuanza upya kwa usahihi zaidi? Kwa sababu inawezekana kuna wengine walianza project, walianza maono fulani lakini wakakata tamaa, lakini pia wengine wakavunjika moyo. Kuna wengine pia walijiona kwamba hawawezi. Lakini kwa leo nitaenda kuelezea sababu 4 ambazo zitakuwezesha wewe uwe imara, uanze upya, uweze kuwa na uwezo wa kufanikisha kila jambo ambalo unatamani kulifanikisha. Kitu cha kwanza tunasema kwamba wekeza katika maarifa. Watu wengi walianza vitu bila kujua kiundani kile kitu ambacho wanatamani kukifanya. Watu wengi wanatamani kuwa wafanyabiashara wakubwa, watu wengi wanatamani kuwa waimbaji wakubwa, watu wengi wanatamani kuwa viongozi wakubwa, watu wengi wanatamani kufanya vitu vikubwa ambavyo wenyewe wanavyo katika akili zao, lakini hawana maarifa katika hivyo vitu. Kwa hiyo kitu cha msingi, tafuta maarifa kuhusiana na hilo jambo ambalo unatamani kulifanya. Wekeza katika maarifa, sikiliza watu mbalimbali, elewa vitu ambavyo utavichukua kabla hujaanza na baada ya kuanza hicho kitu ambacho unatamani kukifanya. Sababu ya pili tunasema kuwa na watu sahihi wenye mitazamo na fikra kama zako. Ni kitu cha msingi sana ambacho unatakiwa uwe nacho. Kwa sababu ukitaka kufanikisha jambo lolote kwenye maisha yako, lazima uishi na watu wenye mitazamo chanya, wenye mitazamo kama wewe na fikra. Kuna watu wengi wameshindwa kuendelea mbele kwa sababu walikuwa na mitazamo ambayo wenyewe walikuwa naelewa kwamba hii ni mitazamo ambayo naweza nikaifanikisha, lakini wakawa na watu ambao wapo mbali sana na hiyo mitazamo, hawaamini kabisa kufanikiwa kwa hicho kitu ambacho weza ukawa nacho. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimekuwezesha wewe ukashindwa, lakini ukitaka kuanza tena na kuwa vizuri katika mitazamo na kufanikisha ile mitazamo yako, lazima utafute watu sahihi. Hata kama usipokuwa na watu sahihi kwenye mazingira uliopo, tafuta hata nje ya mazingira ulionayo. Kwa hiyo fanya kila jitihada, tafuta watu ambao ni sahihi, ambao wataweza kukupa maarifa na kukupa mwongozo na kukupa fikra kama ambazo uko nazo. Sababu ya 3 tunasema kwamba jifunze kwa waliofeli na kwa waliofaulu. Watu wengi wanapenda sana kujifunza kwa waliofaulu. Ni kitu ambacho tunakifanya kama mistake fulani ambayo unatamani nikwambie. Kwa yule ambaye amefeli, kuna maarifa yake pia. Unaweza ukapata experience yake alivyoanza kile kitu na mwisho wa siku akafeli. Lakini pili, na kwa yule ambaye amefaulu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa kujifunza kwa wale wote wawili, lazima utakuwa we ni bora zaidi yao. Kwa hiyo jifunze kwa waliofeli, jifunze kwa waliofaulu. Haijalishi wapo kwenye mazingira gani, haijalishi jamii inawatazameje, lakini penda sana kujifunza. Fuatilia, fanya utafiti kwa kila kitu ambacho walikifanya wamefeli, kwa kila kitu ambacho walikifanya wakafaulu. Penda kujifunza katikati ya wale watu. Ukitaka kufaulu kwenye mtihani, lazima upende kwanza utafuta waliofaulu mitihani. Lakini pili, lazima ufanye utafiti kwamba kwa nini huyu alifeli, kwa nini huyu akufaulu. Kwa hiyo lazima naye uende ukaongee naye, ukapige naye story, ujifanye kama unapiga story, lakini kumbe upo na utafiti wako. Lazima utajifunza vitu, na ukitoka hapo utaweka vitu mezani kwa mtu aliyefaulu na kwa mtu aliyeshindwa. Kwa hiyo lazima utaweka katika mazingira ambayo yatakuletea mitazamo chanya katika maisha yako. Kitu cha mwisho tunasema kwamba fanya jambo sahihi kwa wakati sahihi na kwa mazingira sahihi. Inawezekana ulishindwa, inawezekana ukufanikiwa, inawezekana hata sasa hivi unatamani kufanya jambo fulani, lakini cha kwanza fanya kutafiti kwamba je, hili jambo ambalo natamani kulianzisha ni sahihi? Lakini pili, tafuta kwamba je, wakati huu ni wakati sahihi
sahihi kulifanya? Alafu cha tatu, tafuta kwamba je, haya mazingira ambayo natamani kulianzisha hili jambo, je, ni mazingira sahihi? Watu wengi wameshindwa kufikia malengo kwa sababu walianzisha vitu ambavyo sio mazingira sahihi. Kuna watu wengine walifanya vitu ambavyo kumbe sio vitu sahihi, lakini wengine wakafanya vitu kwa wakati usio sahihi. Kwa hiyo lazima utafute na utafakari vizuri kwa kina zaidi, ukae chini, ukae mezani na kalamu na karatasi. Lazima uorodheshe vile vitu ambavyo vinakulenga katika hivi vitu vitatu. Lazima ujue kwamba hili jambo ni sahihi kwa mazingira haya. Lakini pili, lazima ujue kwamba kwa wakati huu sasa ni wakati sahihi wa mimi kuanza hili jambo. Lazima ujue kwamba sasa haya mazingira ni mazingira sahihi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima ujifunze. Lakini kitu cha kuweka katika akili yako, wekeza sana katika maarifa. Kila kitu duniani kinahitaji maarifa. Kila kitu duniani akihitaji porojo, akihitaji uswahili mwingi, akihitaji uwe ni mtu ambao utakuwa ni wakurukaruka. No, kila kitu duniani kinahitaji ukae mezani, utafakari, utafute, uvumbue, ukonkludi kwa kile kitu ambacho natamani ukifanya. Kwa hiyo wekeza katika maarifa na Mungu atakusaidia, na uwe na siku njema na wakati mwema. Asante sana.